Ziko changamoto nyingi sana za kifedha ambazo zinawasumbua watu wengi, na bahati mbaya zinapelekea watu wengi kukata tamaa maisha, kuona kwamba haiwezekani tena kuendelea, haiwezekani tena kuachieve ndoto zao, haiwezekani tena kufikia kwenye yale matamanio walionayo. Lakini leo nataka nikupe changamoto kubwa 3 ambazo zinawasumbua watu wengi, ili wewe uweze kuangalia ni changamoto gani inayokusumbua na kisha uwekeze nguvu kwenye kuzitatua hizo changamoto kubwa 3 za kiuchumi. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya kukosa uwezo wa kumudu gharama za maisha. Hii ni changamoto ambayo automatic watu wengi wanasumbuka nayo kutokana na ukweli kwamba kama bado wewe ni tegemezi, uko kwa watu, huna chanzo cha kipato, hauna kipato imara, hauna uhakika kutengeneza fedha kila siku, au umeajiriwa, mshahara bado hautoshi, au unadunduliza wakati mwingine unapata, wakati mwingine unakosa, manake wewe bado uko kwenye hii changamoto ya mahitaji yako ya muhimu yanakusumbua. Hili ni changamoto ambayo ni ngumu kwa sababu inaleta msongo wa mawazo, inaleta hali ya kukata tamaa, inaleta hali ya kujihisi kama vile hauna thamani. Lakini hautakiwi kukata tamaa, badala yake unatakiwa utafute unafanyaje kutoka kwenye hali yako ili uweze kwenda kwenye hali ile unayoitamani. Maisha yako ni jukumu la kwako. Safari ulionayo kuelekea ndoto zako ina changamoto nyingi, na moja ya kikwazo ambacho unatakiwa kukikabili, kukimudu na kukitatua ni kikwazo cha kiuchumi. Maana yake unatakiwa upambane akili yako, moyo wako, mwili wako, nguvu zako, hisia zako, uwekeze katika mazingira ya kukuwezesha kuwa na uhakika wa kutengeneza fedha ambayo utakuwa hauwazi tena kuhusiana na masuala ya kodi, huwazi kuhusiana na masuala ya chakula, huwazi kuhusiana na masuala ya ada za watoto, hauwazi kuhusiana na masuala yanayohusiana na bili za maji na umeme. Maana hayo ni mahitaji ambayo huwezi kuishi bila kuwa nayo. Lazima uweze kutumia fedha ili uendelee kusurvive hapa duniani. Maana yake ni nini? Na kupa changamoto ya kujizatiti kupambana usiku na mchana, kupambana kweli kweli ili uhakikishe kwamba unaimarisha eneo hilo la kutatua changamoto za kifedha, katika kuhakikisha unakuwa na chanzo cha kipato ambacho hicho kinakupa uhakika wa kuwa na uwezo wa kutatua matatizo yote ya maisha bila kuwaza hata kidogo. Ushindi namba 1 wa maisha, narudia hapa, ushindi namba 1 wa maisha ni kuwa na uhakika wa kutatua matatizo ya kimaisha ya kila siku. Maana yake hata chakula ni tatizo, kiu ni tatizo, kuvaa ni tatizo, kodi ni tatizo, umeme ni tatizo, maji ni tatizo. Sasa mtu wa kwanza aliyefanikiwa ni aliyefanikiwa kumudu gharama za maisha bila kuwa na wasiwasi wowote. Ukivuka hapo, unaingia kwenye kipengele kinachotupeleka kwenye kuangalia tatizo namba 2. Tatizo hilo ni lipi? Ni hili hapa. Sikiliza kwa makini, usiondoke. Tatizo namba 2 linalowasumbua watu wengi kiuchumi ni tatizo la emergency. Watu wengi wakikumbwa na emergency, umefiwa, umepata msiba, pata magonjwa, umeugua au umeuguliwa, umelazwa hospitali, pata ajali, moto umeunguza vitu, umeibiwa, umeporwa, kuna chochote kimetokea kwenye maisha yako ambacho kwa namna moja ama nyingine kinahitaji utokaji wa pesa nyingi on the spot. Yani unahitaji labda 500,000 ghafla bini papa 500,000, au unahitaji labda 1,000,000 on the spot, au umeuguliwa ghafla inahitajika 2,000,000, 3,000,000, milioni ngapi kwa ajili ya kuhakikisha hilo tatizo unaweza kulitatua. Maana yake hiyo ni changamoto. Wengi wanakimbilia wapi? Kausha damu. Wengi wanakimbilia wapi? Kuomba ndugu, jamaa na marafiki wawasaidie. Wengi wanakimbilia wapi? Kuanza kupapalika, kukata tamaa na kusumbuka kiakili.
na bahati mbaya walio wengi wanajikuta wanaingia kwenye mikopo mibaya yenye masharti magumu ambayo inakuja kuwafanya wateseke maisha yao yote. Na wengine bahati mbaya wanajikuta wanalazimika kuuza vitu vyao vya ndani. Wengine wanauza sofa, TV, wengine wanauza mpaka magari, wengine wanauza mpaka nyumba, kwa sababu tatizo lilonalo ni very serious. Kwa nini? Kwa sababu ya emergency. Maana yake nini? Lazima uwekeze nguvu katika kuhakikisha kwamba ile pesa unaoipata usitumie yote, unaisave kimkakati kwa ajili ya kuweka lengo la emergency. Ndio maana naambiwa ukijiandaa kukabiliana na nyakati ngumu, utakuwa na nyakati nzuri siku zote. If you are prepared for the bad time, you will always have good time. Manake pambana kujenga mfuko wa dharura ili uweze kutatua matatizo ya dharura yanayojitokeza kwenye maisha yako bila kuwa na taarifa. Tatizo la tatu na la mwisho ni tatizo la kuiogopa kesho, the fear of tomorrow, the fear of the future. Hii ni moja ya changamoto ambayo inasumbua vichwa vya watu wengi sana. Swali unajiuliza kwamba itakuwaje siku nikizeeka? Itakuwaje nitakapokuwa na umri wa miaka 60? Itakuwaje nitakapokuwa nimestaafu? Itakuwaje nitakapokuwa nimefikia umri ambao nguvu za mwili zimeisha? Itakuwaje? Maswali mengi ya itakuwaje, jawabu lake ni hili moja: get prepared for your future. Jiandae kwa ajili ya kesho yako. Na the best way kujiandaa na kesho yako ni kufanya uwekezaji. Na shauri sana uwekezaji uweze kuupa nguvu, kipaumbele na nafasi kwenye maisha yako, kwa sababu ni kupitia uwekezaji pekee ambapo utakuwa una uhakika kwamba pesa inakufanyia kazi hata kama utakuwa unaumwa. Pesa inakufanyia kazi hata kama utakuwa hauna nguvu ya kufanya kazi. Pesa itaendelea kukufanyia kazi hata kama utakuwa hauwezi kwenda kushiriki shughuli zinazohitaji nguvu. Nguvu za mwili zimeisha, pesa itakuwa inakufanyia kazi. Umeumwa, pesa inakufanyia kazi. Umepata changamoto, umepata dharura, pesa inakufanyia kazi. Kwa sababu naambiwa hivi, money is the best slave, but it is the bad lord. Yani pesa ni mtumwa mzuri, lakini ni bwana mkorofi, ni bwana mbaya, ni bwana asiyestahili, ni bwana asiyefaa. Sasa kama pesa ni master mbaya, wewe unatakiwa uigeuze pesa iwe mtumwa wako. Unaituma pesa ikakufanyie kazi. Angalia vitu gani ambavyo sasa hivi ukianza kuipa pesa hayo majukumu, pesa hiyo itakuwa inaendelea kujizalisha hata usipofanya kazi wewe. Inajizalisha hata kama wewe haupo, inajizalisha hata kama uko busy, inajizalisha hata kama wewe hauko hapo. Maana yake hauhitaji physical uwepo wako, huhitaji nguvu zako, huhitaji matumizi ya akili yako, huhitaji hata usimamizi wako. Maana yake hapo unaweza kawekeza kwenye bonds, kwenye units, unaweza kawekeza pia kwenye masuala ya hisa, ukawekeza pia kwenye mifuko mbalimbali ya uwekezaji wa pamoja, na ikakusaidia wewe kuhakikisha kwamba umejijenga na umejiimarisha, hauwazi tatizo lolote kwamba linaweza likakutoa kwenye nini, kwenye mstari. Sasa hivyo vipengele au maeneo makubwa matatu ndiyo yanayosumbua vichwa vya watu wengi. Swali, wewe una uhakika mpaka sasa hivi wa kutatua matatizo ya aina ngapi? Tatizo la kwanza ni tatizo tunaita, mimi nayaita ni daily and unavoidable problems. Matatizo ya kila siku yasiyokwepeka: njaa, chakula, mavazi, kuvaa, kodi, umeme na vitu kama hivyo, vitu ambavyo ni vya lazima. Hayo ni matatizo ambayo hayaepukiki. Tatizo la pili ndio hilo tatizo la emergency problems. Una kipato cha kujitosheleza kutatua matatizo ya emergency. Tatizo la tatu ni tatizo la future. Una vitega uchumi vinavyoweza kuibeba kesho yako bila wasiwasi. Hapo ndipo utakuwa unajipima kwamba wewe umefanikiwa au unaelekea kufanikiwa. Naitwa Festo Amos, mkufunzi wa elimu ya fedha ambaye nimeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, na leo nimekufikishia somo hilo. Tafadhali niambie kwenye comment, je, katika hayo maeneo matatu
matatizo hayo matatu, ni tatizo gani ambalo sasa hivi una struggle nalo? Kipato kwa mahitaji, emergency, au kwa ajili ya future? Kitu gani unawekea nguvu zaidi kwa wakati huu? Lakini pia na kushauri upate vitabu. Tuna vitabu vizuri vya elimu ya fedha ambavyo vitakusaidia wewe kukujenga na kukuimarisha na kukupa misuri ya uhakika kwamba unaweza ukaimarisha kipato chako na kuhakikisha unajijenga zaidi kifikra, kimitazamo na kiuchumi. Kitabu cha kwanza kinaitwa Nguvu ya Pesa. Inakufundisha namna kutumia pesa kujenga uchumi na kupiga hatua kwa kasi, lakini pia inakusaidia kuweza kujenga ubahili wa kimkakati. Tunaiita strategic frugality. Ubahili wa kimkakati, ili usi unapoteza hela bila kujua zimeenda wapi au bila kufanyia vitu vya muhimu. Kitabu cha pili kinaitwa Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha. Hiki kinakufundisha namna ya kujenga nidhamu ya fedha kwa vitendo. Mambo ya kupanga budget utajifunza, mambo ya kukuza kipato mara 2 na zaidi utajifunza, namna ya kuwekeza pia utajifunza, na humo kinachokipenda zaidi kuna amri za fedha ambazo ni marufuku kuzivunja kama kwa unataka kufanikiwa. Lakini pia kina miongozo mingi inayohusu nidhamu ya fedha, uchumi kwa ujumla, kipato chako, mafanikio kwa ujumla, eneo la saving na eneo la investment. Maana hayo yote yameelezewa kwenye hicho kitabu cha Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha, na utaweza kukipata popote ulipo Tanzania au hata nje ya nchi. Na kitabu cha tatu unaweza ukakipata leo, ni kitabu kinaitwa Mikopo na Madeni. Hiki kinazungumzia namna ya kutoka kwenye utumwa wa madeni mabaya au mikopo mibaya, lakini pia kinakufundisha namna ya kutumia pesa za watu wengine kujenga uchumi wako. Nakufundisha namna ya kukopa kitajiri, kukopa kitaalam, ili uweze kukuza biashara au fanye uwekezaji wa kukusaidia kutimiza ndoto zako na kufikia uhuru wa kifedha. Naishia hapo kwa leo. Tukutane wakati mwingine. Usiache kushare, kulike, kucomment na kusubscribe ili uendelee kujifunza zaidi tutakapokuwekea masomo mengine. Learn more, train more and live a great life. Festo Amos, tukutane wakati mwingine.